ukweli uliofichwa na wazungu kuhusu historia ya Afrika. Afrika kama chimbo la sayansi na hisabati, utajiri wa kupindukia, Mansa Musa, teknolojia ya ujenzi na usanifu, mifumo ya demokrasia na uongozi, elimu na maktaba kubwa. Kwa nini hii historia ilifichwa? Historia ya Afrika imekuwa ikielezwa kwa muda mrefu kupitia mtazamo wa nchi za Magharibi, jambo ambalo wasomi wengi wa sasa wanahoji kuwa lilifanywa kwa makusudi ili kuhalalisha ukoloni na utumwa. Kuna ukweli mwingi ambao haukupewa kipaumbele au ulifichwa katika vitabu vya kihistoria vya zamani. Hapa kuna mambo makuu ambayo mara nyingi hayazungumzi kwa upana, kama chimbo la sayansi na hisabati. Kabla ya Wagiriki na Warumi, Waafrika walikuwa tayari wamepiga hatua kubwa katika sayansi. Hisabati, yani Ishambone, iliyopatikana katika nchi ya DRC Congo, ilionyesha kuwa Waafrika walitumia mifumo ya hisabati zaidi ya miaka 20,000 iliyopita. Unajimu, yani astronomy. Kabila la Dogoni nchini Mali lilijua kuhusu nyota ya Sirius B ambayo haionekani kwa macho, karne nyingi kabla ya darubini za wazungu kuigundua. Utajiri wa kupindukia, ikimhusisha Mansa Musa. Wakati wa zama za kati, Afrika ilikuwa ni himaya tajiri kuliko Ulaya. Mansa Musa, mfalme wa Mali, anatajwa kuwa binadamu tajiri zaidi kuwahi kutokea duniani. Alipokuwa akielekea Maka, aligawa dhahabu nyingi kiasi cha kushusha thamani ya dhahabu nchini Misri kwa miaka 10. Simulizi za Afrika maskini zilikuja baadaye ili kufuta taswira hii ya utajiri. Teknolojia ya ujenzi na usanifu. Mara nyingi mapyramids ya Misri yanajadiliwa kama kitu cha ajabu au hata kuhusishwa na viumbe wa angani, yani aliens. Hii ni mbinu ya kutoaminika kuwa Waafrika weusi walikuwa na uwezo na uhandisi wa hali ya juu. Great Zimbabwe. Majengo makubwa ya mawe nchini Zimbabwe yalijengwa bila saruji na ni ushawishi wa dola imara iliyostawi kupitia biashara. Kuta za Benin. Kuta hizi, Wall of Benin, nchini Nigeria, zilikuwa ndefu na kubwa kuliko hata ukuta wa China, lakini ziliharibiwa na Waingereza mnamo mwaka 1897. Mifumo ya demokrasia na uongozi. Kabla ya kuingia kwa ukoloni, Afrika haikuwa na machafuko kama inavyodhaniwa sasa. Kulikuwa na mfumo imara wa uongozi, baraza la wazee. Maamuzi hayakufanywa na mtu mmoja, bali kupitia makubaliano, yani consensus. Nafasi ya mwanamke. Katika jamii nyingi za Afrika kama Ghana na Angola, wanawake walikuwa ni viongozi wa kijeshi na wafalme, nafasi ambazo wanawake na Ulaya hawakuipata mpaka karne za hivi karibuni. Elimu na maktaba kubwa. Mji wa Timbuktu nchini Mali ulikuwa kitovu cha elimu duniani katika karne ya 14. Chuo kikuu cha Sankole kilikuwa na maelfu ya maandishi, yani manuscript, kuhusu sheria, tabia, falsafa, wakati sehemu kubwa ya Ulaya ilikuwa bado kwenye zama za giza, yani dark age. Kwa nini historia hii ilifichwa? Lengo kuu lilikuwa ni kisaikolojia. Ili kumtawala mtu, ni lazima kwanza umfanye amini kuwa hana historia, hana thamani na haukuwa na ustaarabu kabla hujaja kumwokoa. Kwa kufuta mafanikio ya Afrika, mfumo wa ukoloni ulipata nguvu na kujitangaza kama mleta maendeleo. Ewe Mwafrika wa sasa ama Pan-Africanism uliyepata kusikiliza makala hii, jua ya kwamba huu ni wakati wa kuifanya Afrika kuwa moja. Makala hii imeandaliwa na kusomwa na David Solomon.